Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa mtazamaji wa MHAE TV. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Leo tumalizie kuziona sababu zilizomfanya Roho kumiminwa duniani. Tuimalizie hii tuliyoiongeza sababu ya 7. Sababu ya 7 ni kuwatia nguvu watoto wa Mungu, kuwatia nguvu watumishi wa Mungu. Sababu hii inapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 na mstari wa 7 na 8. Kuanzia mstari wa 6 anasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Amen. Muhimu hapa tunaloliangalia leo ni nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Sababu za kuja kwa Roho Mtakatifu duniani ni kuatia nguvu watumishi wa Mungu, kuatia nguvu. Kwa mstari huu hapa inamaanisha, Yesu anasema lakini mtapokea nguvu. Nguvu hapa inamaanisha sio nguvu ya mwili, sio nguvu ya kupigana au lakini ni uweza wa kufanya yafuatayo. Kwanza, kutoa pepo. Kutoa pepo. Marko sura ya 16. Marko sura ya 16 hapa tunaona inatajwa hasa hiyo mamlaka. Hiyo mamlaka inatajwa hapa kwa Marko 16. Anasema hivi, ile mistari ya mwisho. Anasema ile mistari ya mwisho. Kianzia mstari wa 15 anasema, akawaambia, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aminiye na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kuafisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Nguvu inayotajwa hapa ni uweza. Watapewa uweza. Watapewa uweza. Watapewa mamlaka. Watapewa mamlaka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alishuka kuleta mamlaka. Wapi? Kwa hawa wanafunzi, kwa watoto wa Mungu, kwa watumishi wa Mungu. Mamlaka hii ni ipi? Ni ya kufanya nini? Anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Mamlaka waliopewa kwa Roho Mtakatifu ni kutoa pepo. Wapi? Kutoka kwa watu. Pepo wamekuwa wakiwatesa watu wengi, lakini hawa wamepewa uwezo wa kuwatoa pepo. Uwezo huu umetoka wapi? Kwa Roho Mtakatifu aliyemiminwa katika wanadamu. Halafu jambo lingine anasema, watasema kwa lugha mpya. Wataongea kwa kunena lugha ya mbinguni. Wataongea lugha ya mbinguni. Wataongea lugha ya mbinguni. Halafu anasema watashika nyoka. Wana uwezo wa kushika hata nyoka, na nyoka hataweza kuwadhuru. Nyoka hapa wanayotajwa hapa, ziko nyoka za kawaida, lakini nyoka kama mapepo wachafu watokao kwa yule mwovu wanaweza kukamatwa na kutupwa mbali, kwa sababu ya uwezo uliomo ndani ya hawa watoto wa Mungu au watumishi wa Mungu. Watashika nyoka, maana yake nyoka ikija itashikwa na kutupwa mbali, na nyoka hata wadhuru. Hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru. Maana yake hata wakipewa sumu, hii sumu itakuwa kama tu maji, haina maana.
haitawadhuru. Hata wakilishwa chakula chenye sumu, kitakuwa ni chakula tu, mwisho wa siku kinakuwa chakula cha kawaida. Ile sumu itayeyuka. Watapewa mamlaka isiyo ya kawaida. Hii ni mamlaka na uwezo usio wa kawaida. Kwa hiyo Roho atakuja kuwapa nguvu hii. Hii nguvu, yani huu uwezo, unaambiwa hata ukiwekewa sumu kwenye chakula, kwenye maji au popote, hata ukinywa haitakudhuru. Anasema wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Jambo lingine ni kwamba watapewa uwezo wa kuwaombea wagonjwa na kupona. Wataombea wagonjwa na wagonjwa watapona. Huu uwezo upo katika watu ambao Roho wa Mungu yumo ndani yao. Roho wa Mungu yumo ndani yao. Je, wewe unaye Roho wa Mungu kwenye maisha yako na katika utumishi wako? Je, una mamlaka hii kubwa ambayo Roho aliwapa watoto wa Mungu? Kama unayo, tukuze Bwana. Kama huna, nafasi bado ipo, unaweza kuitafuta hiyo nafasi na ukampata huyu Roho tunayemwongea. Mungu wa mbinguni akusaidie. Naona wenye Roho wanaofanya mambo makubwa ya kushangaza. Je, ungependa na wewe kufanya mambo haya ya kushangaza yasiyo ya kawaida? Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu pekee. Hakuna namna nyingine. Kupitia jina lake Yesu Kristo, kwa Roho huyo, wagonjwa wanapona, mapepo yanatoka. Wagonjwa wanapona, mapepo yanatoka. Wenye shida mbalimbali zinatatuliwa kupitia uwezo huu mkubwa wa ajabu wa kushangaza. Wewe unaweza ukawawinda ukitaka kuwadhuru, lakini Biblia inasema hata wakinywa kitu cha kuafisha, yani hata wakinywa sumu haitawaua. Kufisha maana yake kuua, haitawaua. Je, unataka kushindana na mtoto wa Mungu? Unajidanganya. Usishindane naye, maana atakushinda. Usishindane na mtoto wa Mungu, usishindane na watumishi wa Mungu. Shindana nao, taumia mwenyewe, maana wamepewa uwezo ambao sio wa kawaida, sio wa kidunia, sio wa kuelezeka, hauelezeki kwa namna ambayo haina maelezo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni kuombe na kukusihi sana, kama hujawa na huyu Roho wa Mungu, mtafute kwa bidii. Na wewe ambaye unaye, endelea kumtumia kwa moyo na kwa furaha, huku ukimtukuza Mungu. Mungu wa mbinguni akubariki. Tumefika mwisho wa kuzitazama hizi sababu. Kipindi kinachokuja tutaangalia jambo jingine nitakalokuletea. Asante kwa kuwa pamoja nami katika muda wote wa kutazama hizi sababu. Lakini nikuombe tena kwenye jambo linalofuata, siache kufuatana nami. Yako mazuri yanakuja. Asante kwa wale ambao mmeshaniunga mkono kwa kusubscribe kwenye akaunti yangu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Wewe ambaye hujafanya hivyo, basi nafasi hii ya kubarikiwa ipo wazi. Karibu niunge mkono kwa kusubscribe katika akaunti yangu, comment na kulike. Kwa njia hiyo Mungu atakubariki. Asante sana. Tutakia wakati mwema. Tukutane kwenye kipindi kinachokuja. Kwa jina lake Mungu Baba,